tufukuse hii mtu next year. Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Si ungoja ni next year. Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia? Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana. Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani. Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani. Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab. Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera. They don't even have a presidential candidate. Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka. Haya. Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Kuna watu naona wanaongea wako na kiburi, inatoka hapa inafika sijui mpaka Indian Ocean. Kiburi inatoka hapa inaenda Atlantic Ocean. Hii dunia haina mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi. Kwa sababu mwaka uliopita tuliweka kandarasi, tumetafuta contractors kwa sababu hii barabara yenu ya Rusinga ndio itakuwa ya kwanza ya lami tangu dunia iundwe. Wakati serikali ikiendelea kuzititiza maendeleo kama msingi wa kampeni zake, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaonekana kuchagua mkakati tofauti. 1.2 million wakapigia Raila, we are together. Wale 1.6 hawakutaka Raila, hawakutaka Ruto. And by the way, those are the ones who are right. Hawa. Kwa hii group yote mbili, mimi na watu yangu 3.8 tulikuwa tumepotea. My elder brother Uhuru Kenyatta and 1.2 alikuwa pia amepotea. Ile group 1.6 ilisema Ruto ni mbaya na Raila ni mbaya, those who are right. Badala ya kuzungumzia miradi ya pekee, ameanza kuzungumzia eneo la Mlima Kenya, akifanya mikutano ya mashauriano na viongozi wa eneo hilo, huku akijenga kile wajambuzi wanatafsiri kuwa ni harakati za kurejesha ushawishi wa kisiasa. Ile group sasa 1.6 we are together. That is 6.6. Then tunaongeza wale wamejiandikisha. If the mountain is not divided, tukiongeza our cousins from Ukambani, tuongeze our cousins from Kisii, tuongeze mashemeji yetu wa Maa, tuongeze our cousins from Coast, tuongeze wa Mlembe, tuongeze wale Waluo Nyanza wamekataa mambo ya Uburu na ndio wengi. Huyu jamaa tutagonga yeye na 15-16 million. Wakati kila mkutano wake, ujumbe wake umebaki kuwa mmoja, umoja wa Mlima Kenya, kulinda maslahi ya wakaazi wake na kuwahimiza wananchi kutafakari mustakabali wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake wakati ukifika. Si ndio? Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake. Wananchi wako na akili, wanajua kila kiongozi lazima ukuwe na track record, lazima ukuwe na maono, lazima ukuwe na mpango. Ndio tushirikiane sisi wote tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba wale wametuchagua maisha yao inabadilika. Tusiweke siasa, vitina, sarakasi, ukabila, chuki. Wananchi wakishaamua, sisi wote tunatembea pamoja, kwa sababu tunataka, lengo letu kama viongozi ni kuhakikisha ya kwamba maendeleo inapatikana, Kenya inabadilika, maisha ya wananchi inabadilika na taifa letu linasonga mbele. That is our commitment as leaders. Bungoma, tumeelewana? Lakini wakati sauti ya Gachagua ikisikika kila kona, sauti moja ambayo haijasikika kwa muda mrefu ni ile ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. Mimi naangalianga tu TV. na kusikia radio tu.
relax, relax. Na sasa sisi wengine kama mimi na Ses tumekuwa siasa kwa muda over 20 years. Sasa tumeona mambo mengi. Hata kuna siku ingine hapo mimi nilikuwa kijana hapo wa mkono na Ses, my sister. We've traveled a very long journey with this girl. Huyu dada yangu anaitwa Governor Ses Mutitu Mbarire. Siku ingine hapo tulikuwa tunataka kusukuma mambo ya siasa, mambo ya serikali. Ule candidate wetu tulikuwa tunataka kuweka mbele, akawekewa case kule Hague. Running mate wake akastakiwa kule Hague. Watu wengi wakatuambia kwisha nyinyi. Hii grupu yenu kwisha kabisa. It is over. Sasa Mungu naye ni nani? It surprised everybody. Wenye walikuwa wanajipiga kifua, wenye walikuwa na kimbele mbele, Mungu akawaibisha. Wale watu walikuwa na case Hague, rais na mdogo yake, Mungu akapatia nafasi wananchi wa Kenya wawapigie kura ili nchi yetu itulie na nchi yetu ipate amani. So we have not seen anything. Kuna maneno hapa, kuna maneno kidogo. Isituumize, tuko sawa sawa. Kindiki amekuwa za kuwa serikali itahukumiwa kwa kazi iliyofanya, si kwa kelele za kisiasa. Hata hivyo, changamoto yake si kujenga barabara au kuzindua miradi pekee. Changamoto kubwa ni kuwashawishi wananchi kwamba serikali bado ina imani yao badala ya miezi kadha misukosuko ya kisiasa. Tuombee nchi yetu, tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi. Tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishopu hawaheshimu, nyinyi mtarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Na huku viongozi wakipimana nguvu wa majukwani, tahalizi vinaonekana kuhamia mitandaoni na kwenye mazungumzo ya wananchi. Je, Gachagua bado ndiye sauti yenye ushawishi mkubwa mlimani? Je, Kindiki ataweza kukubadili upepo wa kisiasa kupitia ajenda ya maendeleo? Na je, Uhuru Kenyatta atafunja ukimya wake na kuamua upande atakaounga mkono? Maswali haya yanaendelea kutathmini mjadala wa kisiasa, huku safari ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ikianza kushika kasi. Katika siasa za Kenya, historia inaonyesha kuwa anayeshinda imani ya Mlima Kenya mara nyingi hujiweka katika nafasi nzuri ya kuwania uongozi wa taifa. Ndiyo maana leo vita si vya maneno pekee, ni vita vya ushawishi, uaminifu na kura. Na kadri siku zinavyosonga, jibu la swali la nani anayeushikilia Mlima Kenya linaweza kuwa ndilo litakaloamua mwelekeo wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa sasa mchezo umeanza na macho yote yameelekezwa Mlima Kenya. Nikiripotea National TV, jina langu ni Brian Nyacha.